Yesu. Blessed people, Watu wabarikiwa. I want us to talk about God judges sin, Nataka tuzungumzie kuhusu Mungu anahukumu dhambi, or the judgment of God that is coming. ama hukumu ya Mungu ambayo inakuja. The gospel of Jesus Injili ya Yesu can never be complete. You can't preach the gospel of Jesus haiwezi kuwa imekamilika. Hauwezi ukahubiri injili ya Yesu without teaching about the judgment of God. 10, Luka 10:10. when Jesus is sending his 72 disciples, Wakati Yesu anawatuma wale wanafunzi wake 72. I will read Luke 10:12 Nitasoma Luka 10:12 because of time, kwa sababu ya muda, and then I will go to Revelation chapter 3 verse 10. kisha nitaenda Ufunuo wa Yohana 3:10. He says in Luke chapter 10 verse 12, Anasema katika Luka 10:12, there is no way you can preach the gospel of Jesus without preaching the judgment of God. 10:12, Luka 10:12, I tell you it will be more bearable on that day for Sodom nawaambia itakuwa rahisi zaidi kwa Sodoma kustahimili katika siku hile than for that town. kuliko mji ule. The rejecting of the gospel of Jesus Kukataa injili ya Yesu attracts the judgment of God. uvutia ghadhabu ya Mungu. Hallelujah. Haleluya. I want us to know, blessed people, Nataka tujue watu wabarikiwa that Jesus himself, ya kwamba Yesu mwenyewe, there is nobody who preached more about the judgment of God hakuna yeyote alihubiri zaidi kuhusu hukumu ya Mungu other than the Messiah himself. zaidi ya Masihi mwenyewe. The book of Mark chapter 9, Kitabu cha Marko mlango wake wa 9, Mark chapter 9 verse 43 on, he says, Marko 9 mstari wa 43. if your hand causes you to sin, Biblia inasema kama mkono wako unakusababisha kutenda dhambi, cut it off. ukate. It is better for you to enter life maimed than with the two hands to go into hell. Ni afadhali kwako kuingia katika uzima ukiwa na mkono mmoja kuliko kuwa na mikono miwili lakini ukaingia jehanamu. So you see, on and on, Basi unaona kwa yote, hallelujah, haleluya, that Jesus is teaching about the judgment of God. Yesu anafundisha kuhusu hukumu ya Mungu. He's saying better cut your hand, your right hand, Anasema ni heri ukate mkono wako wa kulia and stay on the earth without a hand. na uishi katika dunia pasipo na mkono. If that hand is causing you to do masturbation, Iwapo huo mkono unakufanya upige punyeto, if that hand is causing you to steal people's phones, iwapo huo mkono unakufanya uibe simu za watu, because one of the commandments of God is do not steal. kwa sababu mojawapo ya amri za Mungu ni kwamba usiibe. So if you steal, you transgress, you go outside the commands of God. Hivyo basi wakati unaiba unaenda kando na amri za Mungu. And if you go outside the commands of God, Na hivyo basi wakati unaenda nje ya amri za Mungu, he is saying anasema what is awaiting us is hellfire. kile ambacho kinatungojea ni moto wa jehanamu. So there is no one who preached better about judgment and hell Hivyo basi hakuna yote ambaye amehubiri bora zaidi kuhusu jehanamu and the judgment of God na hukumu ya Mungu other than our Lord and blessed Savior Jesus. pasipo Bwana wetu Yesu Kristo. And we know too well as a generation Na tunajua vyema kama kizazi the ministry of repentance and holiness. huduma ya toba na utakatifu. Our mission, why we have gathered here, Tume yetu, sababu ambao tumekusanyika hapa, is to prepare for the imminent, the day is not known, of the coming of the Messiah. ni kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa ghafla kwa Masihi On this day of rapture. ya hii siku ya unyakuzi. And on that point, I want now to read the book of Revelation chapter 3 verse 10. Na mahali hapo nataka kusoma katika kitabu cha Ufunuo Yohana 3:10, Because on the day of rapture, kwa sababu katika siku ya unyakuzi Jesus himself is coming to remove, to evacuate the faithful saints. Yesu mwenyewe anakuja kunyakua wateule waaminifu. And then Na kisha those who will remain, wale ambao watabaki they will face the
terrible judgment of God. watakumbana na hukumu ya kutisha sana ya Mungu. So it is so, you must be able to understand and know Hivyo basi unapaswa kuelewa na kujua that the rapture is coming. ya kwamba unyakuzi unakuja. How about if I miss? Je, iwapo nitakosa, What is awaiting me? ni nini ambacho kinaningoja? I think at that point, Na kisia kwamba kwa wakati huo you will appreciate why we must watch, Kesha. We must watch, preparing for the coming of the Messiah. utajua ni kwa nini tunapaswa kukesha na kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Masihi. Revelation chapter 3 verse 10. Ufunuo Yohana 3:10. Revelation 3:10. Ufunuo Yohana mlango wa 3 mstari wa 10. My mission today Misheni yangu leo is to awaken us to the fact that if you don't prepare ni kutuamsha kwa kauli ya kwamba tusipojiandaa for heaven, kwa ajili ya mbingu, prepare for sword or judgment. jiandae kwa ajili ya upanga au hukumu. My mission also is after this sermon, Misheni yangu pia baada ya mahubiri haya, your hair must stand. nywele yako lazima isimame. Hallelujah. Hallelujah. If you see sexual sin, Iwapo utaona dhambi ya usherati, your hair must stand and run away. nywele yako lazima isimame na utoroke. If you see somebody blaspheming the beautiful works of Jesus, Ukiona mtu akikufuru kazi za kupendeza sana za Yesu, somebody blaspheming the healings, the mega healings of Jesus, mtu akikufuru ule uponyaji mkuu sana wa Yesu. my mission after this, Misheni yangu baada ya hii, if at the end of it, iwapo mwisho wa haya yote, at the end of it, you will not again look at naked legs again twice. hautatazama tena miguu uchi mara mbili. You will not watch that pornography. Hautatazama pornografia tena. You will deliberately by yourself, you will push yourself to prepare for the coming of the Messiah, to obey God. Utajiandaa kimakusudi, utajisukuma kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Masihi. The book of Revelation chapter 3 verse 10. Kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa 3 mstari wa 10. Revelation chapter 3 verse 10, it says, since you have kept my commandment, Biblia inasema katika Ufunuo Yohana 3:10, kwa kuwa umeshika amri yangu to endure patiently. ya kuvumilia katika saburi. Meaning it will require effort to do the will of God. Kumaanisha itahitaji jitihada kufanya mapenzi ya Mungu. In the morning I taught about the servant leadership in terms of sacrificial service. Asubuhi nilinena kuhusu uongozi wa utumishi. Kujitolea, kujinyima kutumikia Mungu. Kujitolea kutumikia Mungu. There is no way you will serve Jesus. Hakuna jinsi ambavyo utamtumikia Yesu. There is no way you will obey Jesus. Hakuna vile utamtii Yesu. There is no way you will do the will of Jesus in comfort. Hakuna vile utafanya mapenzi ya Mungu katika starehe. There is no way. That is a lie. Hakuna, huo ni uongo. If you have been doing the will of Jesus in comfort, Iwapo umekuwa ukifanya mapenzi ya Mungu katika starehe, you have not been doing the will of God. haujakuwa ukifanya mapenzi ya Mungu. That is why he's saying you must endure patiently. Endure. It is not popular. It is not sweet to your flesh, but you do it. Ndio sababu anasema lazima uvumilie katika saburi. Sio kawaida na sio tamu katika mwili wako. Haifurahishi. And then he says, na kisha anasema, I will also keep you. Nitakulinda pia. That is called a conditional statement. Hiyo ni kauli ya masharti ya Mungu. Remember, kumbuka, there are so many covenants between God and man. Kuna maagano mengi sana kati ya Mungu na mwanadamu. There is the conditional covenant. Kuna lile agano la sharti, like this one, kama hili, between the church and the Lord, kati ya kanisa na Bwana, whereby you obey me, then I bless you. ambapo anasema unanitii kisha ninakubariki. And there is also the non-conditional covenant of God. Na pia kunalo agano ambalo si la masharti ya There is Mungu. nothing you need to do for God to do his part.
Hakuna ambacho unahitaji kukifanya ili Mungu afanye sehemu yake. That is now the sovereignty of God. Sasa huo ndo umilele wa Mungu. Like when God is blessing Abraham, Kama vile ambavyo Mungu anabariki Abrahamu as the father of many nations, kama baba wa mataifa, there is no condition God puts to Abraham. hakuna sharti ambalo Mungu anapatia Abrahamu. When God is raising David to be the king, to sit on the throne in Jerusalem, Wakati Mungu anainua Daudi kuketi katika enzi kama mfalme pale Yerusalemu, there is no condition of obedience. You do this, then I bless. Your son will be on that throne forever. hakuna sharti ya kwamba ufanye hivi na kisha mwanao atakuwa katika enzi hiyo milele. That is why for Abraham you find when he got a child with Hagar, still God blessed him. Ndio sababu unapata Abrahamu wakati alipata nafasi na Hagar, Mtoto. When he got a child with Hagar, wakati alipata mtoto na Hagari, Ishmaeli, still God fulfilled his covenant through Isaac, of the father of many nations. bado Mungu alitimiza agano lake kupitia Isaki ya kuwa baba wa mataifa. When David fell into sexual sin with Bathsheba, still God fulfilled his covenant of a forever son in the lineage of David. Wakati Daudi alianguka katika usherati na Bathsheba, bado Mungu alitimiza agano lake la kuwa mtoto wako atakaa katika kiti chako cha enzi cha utawala milele. Mwana wako ataketi katika kiti chako cha enzi milele. And that son, is not Solomon. Na tunajua huyo mwana sio Suleimani. That is the messianic promise. That is the Messiah. Hiyo ilikuwa ahadi ya Masihi. And so, note that very well. Hivyo basi shika hiyo vizuri sana. But for the case of the church, lakini kwa kesi ya kanisa, he is saying, anasema you must obey God. Lazima umtii Mungu. For God to rapture you. Kwa Mungu kukunyakua. Hallelujah. Hallelujah. The church, we must be very careful there. Kanisa lazima tumakinike hapo. God is saying, Mungu anasema, for you to participate in his blessing of rapture, kwako wewe kushiriki katika baraka zake za unyakuzi, you have no choice to obey him and his commandments. Lazima, hauna chaguo lingine, lazima utii amri zake. And then he says in that Revelation 3:10, kisha anasema katika hiyo Ufunuo wa Yohana 3:10, because he keeps you, I'll keep you also away from the hour of trial. Nitakulinda katika saa ya kujaribiwa. This is the hour of trial. Hii ndio saa ya kujaribiwa. This is the hour of trial that is coming. Hii ndio saa ya kujaribiwa ambayo inakuja. The tribulation, dhiki, and the great tribulation. Na dhiki kuu. The judgment of God. Hukumu ya Mungu. I want the church to be very clear as I run now. Nataka kanisa liwe wazi kabisa wakati nakimbia sasa. If you will not be raptured, anybody who will not be raptured, yeyote ambaye hatanyakuliwa, they will enter into the judgment, fearful judgment of God. Wataingia katika hukumu ya kuogofya sana ya Mungu. Anybody who will not be raptured, yeyote ambaye hatanyakuliwa, you slide into the punishment, the judgment of God. Unaingia katika ghadhabu, hukumu ya Mungu. Church of Christ, let us believe God. Kanisa la Kristo, wacha tumwamini Mungu. That is why I want to go into the historical perspective. Ndio sababu nataka kuingia katika hali mtazamo wa kiasilia, wa kihistoria. Has God ever brought judgment? Did ever God at one time say, I'll judge, and then he judged? Je, Mungu amewahi kuleta hukumu? Amewahi sema atahukumu na akahukumu? Straight into the book of Genesis chapter 2 verse 16. Moja kwa moja katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 16. Genesis chapter 2 verse 16. Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 16. We can do even verse 15. Tunaweza soma hata mstari wa 15. Are we able to go get the Living Translation?
The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden. Bwana Mungu akamchukua huyo mtu akamweka kwenye bustani ya Edeni. Verse 15. The Lord God placed the man in the Garden of Eden to tend and watch over it. Mstari wa 15 nasema Bwana Mungu akamchukua huyo mtu akamweka kwenye bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Right there you see the purpose of God for creation. Hapo unaona kusudi la Mungu la uumbaji. That he created us to serve him. He created us to worship him. Ya kwamba alituumba tumtumikie, alituumba tumwabudu. Number one question you must ask yourself. Swali la kwanza ambalo unapaswa kujiuliza. In this rundown, katika huu mchakato wote, are you preparing for heaven, for rapture, or will you end up being judged? Je, unajiandaa kwa ajili ya unyakuzi, kwa ajili ya mbingu, au utaishia kuadhibiwa? The people who will be judged, watu ambao watahukumiwa, they are the people who refused to work in the garden, to serve God, to worship God. Ni watu ambao walikataa kufanya kazi katika Edeni, watu ambao walikataa kumtumikia. They refused to accomplish the purposes of God in their lives for his glory and his creation. Walikataa kutimiza kusudi la Mungu katika maisha yao. Hallelujah. Hallelujah. God created each one of us to worship him, to adore him, to fear him, to serve him. Mungu aliumba kila mmoja wetu kumtumikia, kumwabudu. Hallelujah. Hallelujah. So up to there, hadi hapo you can look at yourself in the mirror. Unaweza jitazama kwenye kioo and see, am I going in the right way or in the wrong way? We must make correction. That's why we'll have a session to pray. Na uone iwapo unaenda njia sawa au unaenda njia kombo. Verse 16. Mstari wa 16. He says, anasema, verse 16, Genesis 2 verse 16, he says, mlango wa 2 mstari wa 16 inasema, but the Lord warned him. Bwana Mungu akamuonya. The same way when he placed us on the earth, he has put walk in my ways, walk in these ways, in the 10 commandments. Jinsi ambavyo ametuweka duniani na akatuambia kwamba tembeeni katika hizi amri 10. Do not worship other gods. Musiabudu miungu mingine. Do not steal. Musiibe. Do not covet. Do not do adultery. Usitamani, usifanye usherati. Do not lie. Usidanganye. Honor your father and mother. Heshimu baba yako na mama yako. And those laws, na hizo sheria, if you look at them, the Old Testament, there are over 600 laws to guide us to walk within the ways of God. Iwapo utatazama Agano la Kale, ni zaidi ya sheria 600 za kutuelekeza kuishi. How to dress, jinsi ya kuvaa, what to eat, what not to eat, kila ambacho chakula na kila ambacho usikule. God has given us how to stay. Mungu ametupatia jinsi ya kukaa. And then he's saying what he told Adam. Kisha anasema kila ambacho alimwambia Adamu. You may freely eat the tree of every tree in the garden. Uko huru kula matunda ya mti wowote katika bustani. But the fruit from the tree in the middle of the garden you shall not eat. Lakini kamwe usile matunda ya mti wa kujua mema na mabaya. Hallelujah. For when you eat or if eat, you must surely die. Kwa sababu ukila matunda hayo kwa hakika utakufa. That is the same instruction God has given us. Hilo ndilo agizo sawia ambalo Bwana ametupatia. Prepare in holiness for rapture. Jiandae katika utakatifu kwa ajili ya unyakuzi. If you don't prepare for rapture, iwapo hautajiandaa kwa unyakuzi, the punishment, the sword of God is waiting those who will not make it. Ghadhabu, upanga wa Mungu unangojea wale ambao hawataingia. Blessed people. Watu wabarikiwa. God is the faithful keeper of his own word. Mungu ni yule anaweka neno lake kwa uaminifu. When man disobeyed Adam, wakati Adamu alikosa kutii, then the fall of man came in Genesis chapter 3. Kisha mwanguko wa mwanadamu ukakuja katika Mwanzo mlango wa 3. We all know from verse 14. Sote twajua kuanzia mstari wa 14. But allow me read verse 19. Lakini niruhusu nisome mstari wa 19. Hallelujah. Hallelujah. He says, inasema, by the sweat of your brow you will eat your food. Kwa jasho la uso wako utakula chakula chako. Until you return to the ground. Hadi utakaporudi ardhini. For dust thou art. Kwa kuwa ulitwaliwa humo.
and dust you will return. na kwa kuwa wewe mavumbi na mavumbini wewe utarudi. And you see in verse 18, the earth was cast. Na unaona katika mstari wa 18 dunia iliweza kulaniwa and everything in it. na kila kitu ndani yake. Restoration will only come in the millennial state. Urejesho utakuja katika ule utawala wa miaka 1000. In the book of Romans chapter 8 verse 19, katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 19, everything is groaning, even the metal are crying for redemption. Kila kitu kinaomboleza na kungojea for redemption, kwa ajili ya ukombozi. The fall is very bad. Mwanguko ni mbaya sana. When mankind fell, wakati mwanadamu alianguka, when Adam disobeyed God, wakati Adamu alikosa kutii Mungu, even the collaterals, even the creation suffered the fall of Adam. Hata uumbaji uliteseka kwa ajili ya mwanguko wa Adamu. Right now in the dry spell, in the dry season, sasa hivi wakati wa kiangazi, you find even the trees, they suffer, they lose their leaves. Unapata hata miti zinateseka, zinapoteza majani yake. Hallelujah. If they don't do that, they will die. Iwapo haifanyi hivyo itakufa. The birds migrate from where it is very hot, there is no food, they go somewhere else. Ndege huondoka mahali ambapo pana kiangazi na kwenda mahali kwingine. In the winter they will run away from where it is very cold in the Europe, they come to Africa. Wakati kuna baridi nyingi sana huwa zinaondoka kule Europa mahali kuna baridi nyingi na kuja Afrika. Blessed people. Watu wabarikiwa. Please, for a fall from obeying God is very dangerous. Tafadhali mwanguko, kukosa kumtii Mungu ni hatari sana. You affect some other things and people who are not even part of you. Unaathiri vitu vingine na watu wengine ambao hata si sehemu yako. When Adam fell, wakati Adamu alianguka, now me and you must die before, if rapture does not happen, must die. Basi mimi na wewe sharti tukufe iwapo unyakuza utafanyika. Can you see the rebellion of Adam, what he has brought? Je, unaona uasi wa Adamu kila ambacho alileta? I have told you. Nimekuambia. All the murders you see, yale mauaji yote ambao unayaona, are because of the rebellion of Adam. Ni kwa sababu ya uasi wa Adamu. And some of those murders, they cut your heart. Na baada ya hayo mauaji yanakata roho yako. I was telling the team we were in the kesha in the night, I was telling them. Nilikuwa naambia kile kikundi ambacho tulikuwa naokesha usiku. One of my cousins, one time she was raped and murdered. Moja wapo wa binamu wangu alinajisiwa na kuuawa. She was epileptic. Alikuwa na kifafa. And so her mental status was not right. Na hivyo basi akili yake haikuwa pia sawa. But the people who came to rape her, na hivyo basi watu ambao walikuja kumbaka, it had rained like it rained yesterday. Ilikuwa imenyesha kama jinsi ambavyo ilinyesha jana. And then they removed her where she used to sleep. Na kisha wakamtoa mahali ambapo alikuwa analala. There was an onion plantation behind their house. Kulikuwa na shamba la vitunguu hapo nyuma. And then they put her there. Na kisha wakamweka pale. In that mud. Katika matope hayo. Remove her inner garment. Wakamtoa nguo zake za ndani. And then put it in the mouth so that she may not scream. Kisha wakamweka mdomoni ili kwamba asipaze sauti. Her inner garment in the mouth. Nguo zake za ndani katika mdomo wake. And then raped her, she died. Kisha wakambaka hadi akafa. In the morning the parents when they were coming, asubuhi wakati wazazi walikuwa wanakuja, look at that picture of your daughter. Tazama hiyo picha ya mtoto wako. They have raped her. Wamembaka. Dead. Amekufa. And then the undergarment inside her mouth. Na kisha nguo zake za ndani ya mdomo wake. And then they have stolen all the onions in that plantation. Na kisha wameiba vitunguu vyote kutoka katika shamba hilo. That is what Adam brought us. Hicho ndicho Adamu alituletea. Hallelujah. Hallelujah. Please, Church of Christ. Tafadhali kanisa la Kristo. Don't sin, don't be selfish like Adam. Musikue kama Adamu. Wakibinafsi. And I was one telling them, na nilikuwa nawaambia, you can imagine, unaweza kuwazia, if God has saved you, you are a pastor. Iwapo Bwana amekuokoa na wewe ni mchungaji. Or whatever, or even whatever level in the church. Au cheo chochote katika kanisa. When you fall to sexual sin, wakati unaanguka katika dhambi ya usherati, in your selfishness,
katika ubinafsi wako. You may affect even your children's children. Unaweza athiri watoto wa watoto wako. You can affect those people who are following you. Unaweza athiri watu ambao wanakufuata. Let us not fall. Tusianguke. Hallelujah. Hallelujah. I gave them also another example I saw on Thursday. Pia niliwapatia mfano mwingine ambao niliona Alhamisi. In the visits in Kenyatta. Katika kutembea pale Kenyatta. I was getting out now. Nilikuwa natoka nje sasa. And then a mother called me. I didn't know she was the mother. Na kisha mama kaniita. Sikujua yeye ndio mama. Because she didn't have a big body, she had a small body. Kwa sababu hakuwa na mwili mkubwa, alikuwa na mwili mdogo. And the son na kisha mwanawe has a very big body. alikuwa na mwili mkubwa. So I thought it's even the brother. Hivyo basi nilidhani ya kwamba hata ni ndugu yake. But this mother told me, no, this is my son. Lakini huyu mama aliniambia hapana, huyu ni mwanangu. And that son is mature. He is mature. He has beards. Na huyo kijana alikuwa amekoma, alikuwa na ndevu. Hallelujah. And he is blessed with a body. He has a big body. Na amebarikiwa na mwili mkubwa. But he has a big tumor, a cancerous tumor in the left leg. Lakini ana uvimbe wa saratani katika mguu wake wa kushoto. And in the head. Na kwa kichwa chake. So we were helping him to go to the wheelchair and then go to the toilet. Hivyo basi tulikuwa tunamsaidia kwenda katika kiti cha magurudumu na kwenda katika chumba cha kujisaidia. Me and the mother, we could not be able to carry him. Mimi na mama. Mimi na mama hatungeweza kumbeba. So another man came to help us. Hivyo basi mwanaume mwingine alikuja kutusaidia. And then we took the son to the restroom. Kisha tukapeleka mtoto wake msalani. What I saw there. Kila ambacho niliona pale. The mother removing the trouser for the son. Mama akitoa suruali kutoka kwa mwanawe. And then we placed the son on the seat. Kisha tukamweka kwenye kiti. He helps himself. Akajisaidia. And then after finishing, na kisha baada ya kumaliza, the mother wipes. Mama anampanguza. A mature son. Mwana ambaye amekoma. I left that hospital. Oh God. I said, oh Jesus. I said, when God has given you health. Nilisema kwamba wakati Mungu amekupatia afya. The people I was meeting. Watu ambao nilikuwa nakutana nao. I was telling them, take time. Even the widows I told you. Nilikuwa nawaambia chukua nafasi, hata wajane niliwaambia. On Friday in the fellowship. Ijumaa katika ushirika. Have time, kneel down and say, thank you Jesus for the health, for the protection. Chukua nafasi na umwambie Yesu asante kwa ajili ya afya na kwa ajili ya ulinzi. And I also said, human pride, throw it in the window. Na pia nikasema kiburi cha mwanadamu tupa kwenye dirisha. This human pride. Hiki kiburi cha wanadamu. Where we are abusing and laughing at God and his mega prophets. Ambapo tunatukana na kuchekelea Mungu na manabii wake. Throw it outside the window. Itupe kwenda nje katika dirisha. That boy could be me, could be you. Huyo kijana huenda awe mimi au wewe. Blessed people. Watu wabarikiwa. That young man could be anybody. Huyo kijana mdogo. I can be healthy. You don't know, I don't know about tomorrow. Huenda akawa mimi awe leo naweza kuwa nasaidia lakini sijui kesho. Hallelujah. Hallelujah. And I also realize one thing. Sometimes the young men, they tell you, mama, usinichunge. Mimi ni adult, niko na ID, niko 18, niko over 18. Wakati mwingine hawa vijana wanaweza kuambia mama usinichunge, mimi nimekuwa mtu mzima, mimi niko na kitambulisho. Tomorrow your mom could be wiping you the way they wiped you when you were 2 years. Kesho huenda mama yako atakuwa anakupanguza jinsi ambavyo alikuwa anakupanguza ukiwa miaka 2. That is what Adam brought us. Hicho ndicho Adamu alituletea. When he disobeyed God. Wakati alikosa kumtii Mungu. And I see a generation. Na ninaona kizazi. Disobeying God and dancing and celebrating. Kikikosa kumtii Mungu, kikicheza densi na kusherekea. I see a certain generation also. Ninaona kizazi fulani pia. When Adam disobeyed
God. Wakati Adamu alikosa kumtii Mungu, Death, diseases, kifo na magonjwa, all the robbers, robberies, prisons, wanyang'anyi na wezi na kila kitu, all the suicides, all the murders. mauaji na kujitia kitanzi. Romans chapter 6 verse 23 in a hurry. Warumi 6:23. 6:23. Hallelujah. Hallelujah. Romans 6:23. If you get, just read in Swahili, because I want us to cry to Jesus. Warumi 6:23 inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. That still stands. It has never changed. Bado hiyo inasimama, haijawahi badilika. This generation, blessed people, Hiki kizazi watu wabarikiwa. I want us to know, Nataka tujue, every moment we transgress God, kila wakati tunaenda kando na Mungu, we live outside the ways He wants. tunaishi kando na njia zile ambazo anataka. Know very well Jua vyema kabisa that there is a punishment that is awaiting. ya kwamba kuna adhabu ambayo inatungoja. If I get time, I'll tell you that judgment. Iwapo Like in the tribulation, the judgment that will befall this generation, these ones. Iwapo nitapata nafasi, nitawaambia ile hukumu ambayo itaangukia hiki kizazi. Hallelujah. Hallelujah. And I'm talking about a generation. Na nanena kuhusu kizazi, A generation that is very soft even in the skin. Their skin is very soft. They have used oil, Vaseline, until their skin is very soft. kizazi ambacho ni laini, nyororo hata katika thank you. ngozi yao. My Modoni, thank you for coming. I was just crying. Modoni told me she will come. Thank you. I'll pray for him. So, thank you. I'll pray for him, and then we will talk. I'll fulfill my part. Don't worry. Hallelujah. Modoni, thank you. Let us clap to the Lord for Modoni. Wacha tumpigie She Bwana promised me makofi she will kwa come. Modoni. She's a member. Welcome her. The Ni mshirika hapa. women pastors. Wachungaji Will we wa work? mama. Let's serve Jesus. Ndio. Wacha tumtumikie Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Asante. I want us to go and pray. Tunataka twende tuombe. But I want you to get something and then we pray. Lakini nataka mpate kitu kisha tuombe. This generation that is transgressing God, Hiki kizazi ambacho kinamkosea Mungu, their skin is so soft ngozi yao ni nyororo sana, because previously, kwa sababu hapo awali whatever food we were eating and then no Vaseline, the skin was hard. Even if you pass through a wire, haikukuwa inakoroza mtu. Sasa kitu kidogo hivi damu imetoka, mtu ana bleed. Na hao ndio wako rebellious. Their skin is soft. ngozi yao ni nyororo, Their hearts are softer. mioyo yao ni nyororo zaidi. Hallelujah. Hallelujah. They cannot withstand somebody looking at them with eyes like this. They say, nani amenidharau? Nani ananionea? They will cry. Hawawezi stahimili mtu akiwatazama na macho kavu namna hii, watalia. Hallelujah. Hallelujah. That is the generation Hicho ndicho kizazi that when there is no tea with milk, you give them tea without mandazi. ambacho uwapo utawapatia chai bila mandazi, They will announce to everybody. They will announce you. watatangazia kila mtu, watakutangaza. Pastor, Mchungaji, ombea baba. ombea baba. Ni kama siku hizi ana pesa. Leo tumekunywa chai bila mandazi. You don't have them in the house. Akose chai na mandazi, jirani wote watajua. Itakuwa ni prayer item. Ataambia wachungaji 5. Aende kwa mwingine. Akiombea mama. Mama ni kama siku hizi hapati pesa kwa kazi yake. Muombe. Kwa nini? Leo tumekunywa chai bila mandazi. Tena aende kwa mwingine, tena aende kwa mwingine. Akikosa fare ya kwenda town. Kwa nini hujakuja job? Sina fare. Na town hapa watu wanatembea mguu. That is the generation. Hicho ndicho kizazi. Cannot withstand pain. Hakiwezi stahimili uchungu. Yet Ili hali very rebellious to God. wakiwa waasi sana kwa Mungu. I want us to go to the other level. Nataka twende katika kiwango kingine. The judgment of God is coming on all over the earth. Isaiah 24.
hukumu inakuja duniani kote. Isaya 24. There will be nowhere to run to. Hakutakuwa na mahali pa kukimbilia. It will not care social status. Haitajalisha cheo chako. It will not care whether you are the son of a widow, the son of a president. Haitajalisha iwapo wewe ni mwana wa mjane au mwana wa rais. I'm reading the book of Isaiah 24 verse 1 to 3. Nasoma kitabu cha Isaya 24 kuanzia mstari wa kwanza hadi 3. And then I will go to Revelation chapter 6 verse 15 to 17. Kisha nitaenda katika Ufunuo wa Yohana mlango wa 6 mstari wa 15 hadi 16. My purpose is one. Kusudi langu ni moja. Prepare for rapture. The sword is awaiting. If you don't enter the rapture, the punishment is waiting with your soft skin. Jiandae kwa ajili ya unyakuzi, kwa sababu iwapo hautajiandaa kwa ajili ya unyakuzi, upanga unasubiri Kwa hiyo na ngozi yako nyororo. Hallelujah. Hallelujah. Nowadays even hata watu wa ushago ngozi nyororo, wa town ngozi nyororo, wote wamefanana. Ushago tulikuanga na ngozi ngumu. Isaiah 24 1 to 3 says, see the Lord is coming to lay waste the earth. Tazama, Bwana ataifanya dunia kuwa ukiwa na kuiharibu. The earth that we are investing in. Dunia ambayo tunawekeza ndani. In the morning we learned about. Asubuhi tulijifunza kuhusu. You can't love mammoth. You can't love both money and heaven and the Lord. Hauwezi kupenda pesa na Mungu kwa wakati mmoja. You can't love both the world and you say you are the world. Heaven. Hauwezi penda ulimwengu na pia useme kwamba unapenda mbingu. This generation is putting one leg, they are saying, in heaven. Hiki kizazi kinaweka mguu mmoja, wanasema kwamba wako mbinguni, and another leg inside the world proper. na mguu mwingine katika dunia vizuri. Can I tell you what will happen? Je, naweza kuambia kila ambacho kitafanyika? This is heaven. Hii ni mbingu. This is the world. Na huu ni ulimwengu. The tendency of human flesh, ile mazoea ya mwili will make you to do like this and follow the world. Itakufanya uende upande mmoja na uangukie katika ulimwengu. When you are like this, wakati uko namna hii, check for yourself. Jitazame, jichunguze. You will end up in the world. Utaishia ulimwenguni. Choose heaven and stay in heaven. Chagua mbingu na ukae katika mbingu. If you try to mix, iwapo utajaribu kuchanganya, the world has the way, their lures and the snares, the traps to pull you. Dunia ina zile mitego itakutega na kuvuta. Hallelujah. Hallelujah. The world has snares. Dunia ina mitego. Hallelujah. Hallelujah. Because heaven does not have snares. Kwa sababu mbingu haina mitego. In the way to heaven, katika njia kwenda mbinguni, it is not popular. Sio ya kawaida. Hallelujah. It has it's not popular, that's okay. It has stains of blood. Inazo alama za damu. Of the mighty eternal blood of Jesus. Ya damu kuu sana ya Yesu. So this generation, when they see such a things, the blood, basi hiki kizazi kikiona vitu kama hivyo, they see the blood. Wakiona damu, that way has stains of blood. Hiyo njia ina alama za damu. And then there are few people. Na kisha kuna watu wachache. And then this other side, na kisha huu pande mwingine, there are miniskirts and there are the thighs of girls smeared Vaseline. Kuna minisketi na aina ya wasichana ambao wamejipaka Vaseline. And there are many people. Na kuna watu wengi. And they are laughing. Na wanacheka. And they are doing like that. Na wanafanya namna hiyo. The way the flesh will pull you. Jinsi ambavyo mwili utakuvuta. Without even you knowing. Hata wewe usipojua. You will choose the world. Utachagua ulimwengu. You will choose the world. Utachagua ulimwengu. Where people are dancing, celebrating, they are not fasting, they are not crying, there is no sackcloth. You will choose the world. Mahali ambapo watu wanacheza densi, wanasherekea, hawafungi, utachagua dunia. He will ruin its face. Isaiah 24. Isaiah 24. He will ruin the face of the earth. Ataharibu uso wa dunia. And scatter
its inhabitants. na kuwatawanya wakao ndani yake. So even that grouping of we are here many, it will not help you. Hata ile kujikusanya na kuwa katika vikundi haitakusaidia. You know, this is the generation where they say majority are right. In democracy they say majority wins. The majority seem right. Hiki ni kizazi ambacho kinasema kidemokrasia ya kwamba watu wengi ndio wanashinda, watu wengi ndio wako sawa. He's saying Anasema that many he will scatter them. hao wengi atawatawanya. And then verse 2, it will be the same. Kisha mstari wa pili, ndivyo itakavyokuwa The priest asked for the people. kwa makuhani na kwa watu. It will not matter the name at a bishop. Haitajalisha kwamba jina ati wewe ni askofu. For master as for servant. Kwa bwana na kwa mtumishi. For mistress as for maid. Kwa bibi na kwa mtumishi For wake. seller, for buyer. Kwa muuzaji na kwa mnunuzi. For borrower, for lender. Kwa mkopaji na kwa For mkopeshaji. debtor, for creditor. Kwa mdaiwa na kwa mdai. I don't know whether you remember 2020, the coronavirus. Sijui wapo nakumbuka mwaka 2020 virusi vya corona. It went everywhere, whether it is America, Ilienda kila mahali, iwe ni Marekani, whether it is Brazil, iwe ni Brazil, whether it is Uganda, iwe ni Uganda, whether there are presidents who tried to mock it. hata hata kama kuna marais ambao walijaribu kuidhihaki, they went down with corona. Walienda chini na corona. The judgment of God hukumu ya Mungu comes on all as long as they are rebellious. It is like this. I will use it later on. Hujia kila mtu, bora tu wao ni waasi. Later on I'll use this to explain. Baadaye nitatumia chupa hii kueleza. All the people who are rebellious, they are inside here. Watu wote ambao ni waasi wako hapa ndani. That is how God looks humanity. Hivyo ndivyo Mungu anaangalia wanadamu. He will take the faithful, atawachukua waaminifu on the rapture. Katika unyakuzi. Any other person who remains, mtu yeyote ambaye anabaki, God, according to God, they are rebellious, they are wicked. kulingana na Mungu ni waasi. Whether they are priests, wawe ni makuhani, whether they are masters, wawe ni mabwana, whether they are servants, wawe ni watumishi, whether they are seller or buyer, wawe ni wauzaji au wanunuzi, whether they are borrower or lender, wawe ni wakopaji au wakopeshaji, whether they are debtor or creditor, wawe ni wadaiwa au wadai, all of them he knows they never obeyed that voice. Wote wanajua kwamba hawakuwaiti hiyo sauti. And they will be together here on the earth. Na watakuwa wote hapa duniani. To face the judgment of him and the lamb. Kukutana na hukumu ya yeye na mwana kondoo. I want to reach somewhere and then we go to repentance. Nataka nifike mahali fulani kisha tuingie katika toba. Verse 3 he says, mstari wa 3 inasema, the earth will be completely laid bare. Dunia itaharibiwa kabisa. And totally plundered. Na kutekwa nyara kabisa. The Lord has spoken. Bwana amenena. His word. Neno lake. You can't change it. Hauwezi badilisha. Revelation chapter 6 verse 15. I'm almost reaching somewhere now. Ufunuo Yohana 6:15. And then blessed people. Na kisha watu wabarikiwa. Please make sure before Bishop Lynette comes to lead us to prayers, we read Revelation 21, or her she can read Revelation 21 verse 7 and 8. The things that will cause the judgment. If you are in any of those things, we cry for God to forgive us. Otherwise, si mchezo. Tafadhali, I think she can do that. She will read Revelation 21. Those are the things that will make you pull out the liars, the immorality in pornography, in dressing, everything. Hizo ndio zitafanya tuhukumiwe. So tunalilia Mungu atusamee, alafu tunaachana nazo. That is my purpose. Hilo ndilo kusudi langu. Rapture has not happened. We can change course. Unyakuzi haujafanyika, tunaweza badilisha mwendo. Jesus came to snatch us from the fire. Yesu alikuja kututoa katika moto. It doesn't matter what you did. Haijalishi kila ambacho umefanya. What matters is today. Kila ambacho kinajalisha ni leo. Are you ready to open your heart? Je, uko tayari kufungua moyo wako? And allow him come and be enthroned. Na And be Lord. aingie aenzike. Be the Lord.
nawe Bwana, to direct you on what to say, kukuelekeza kila ambacho how utasema, to dress, jinsi ambavyo utavaa, what to do, what not to kila do, ambacho utafanya na kila ambacho what utafanya, not to watch. na kila ambacho unatazama Usitazame. usitazame. Revelation chapter 6 verse 15. Ufunuo mlango wa 6 mstari wa 15. Mrs. Benlis is doing well, si ndio? But she can increase her speed kidogo tu. Revelation 6:15. Ufunuo mlango wa 6 mstari wa 15. Revelation 6:15 it says, Inasema, then the kings of the earth, ndipo wafalme wa dunia, the princesses, wakuu wote, the generals, majemedari, the rich, matajiri, the mighty, wenye nguvu, every slave and every free man, kila mtumwa na kila mtu huru. you will not have a chance to say, Hautakuwa na nafasi ya kusema, I was the pastor, mimi nilikuwa mchungaji, I was the son of a minister, mimi nilikuwa mwana wa waziri, I was the son of a beggar. nilikuwa mwana wa omba. Hallelujah. Haleluya. They mistreated me. Walinitesa. That is nothing. Hiyo haitakuwa kitu. On the day of rapture, Katika siku ya unyakuzi, are you holy and righteous? Are you waiting for the Messiah? je, wewe ni mtakatifu na mwenye haki? Je, unamngojea Masihi? He will evacuate you Atakuchukua and now leave na sasa awaache the rebellious, the wicked. He calls them all waasi, wale waovu, anawaita wote to face this judgment. kukumbana na hii hukumu. By the way, Revelation chapter 6 verse 15, rapture has happened. Can I bring into context? Hata hivyo Ufunuo 6:15 inasema unyakuzi ushafanyika. Revelation 6:15. Ufunuo 6:15. I want the church to know. Nataka kanisa lijue. This generation will live to see that. Hiki kizazi kitaishi kuona hiyo. If this generation will live to see rapture, Iwapo hiki kizazi kitaishi kuona unyakuzi, then this generation, those who remain, na kisha hiki kizazi wale ambao watabaki, they will face this. watakumbana na hii. By the way, let me tell this church, Hata hivyo wacha niliambie hili kanisa. this generation, the judgments of the Lamb in the tribulation, Hiki kizazi, zile hukumu za mwanakondoo katika dhiki, they will face it. watakumbana nazo. When there are other people who are holy and righteous, Wakati watu wengine ambao ni watakatifu na wenye haki, and you know, na unajua they are inside the safety of heaven wako katika usalama wa mbingu with the Lamb of God na mwanakondoo wa Mungu forever and ever. milele na milele. The other week I was in the office, I told one of my colleagues, Lile juma lingine nilikuwa katika ofisi na nikamwambia mwenzangu, you know what is happening on the social media? unajua kila ambacho kinafanyika katika mtandao? And I told him plainly, Na nikamwambia waziwazi, because he had the picture of the two mega prophets on the social media. kwa sababu alikuwa na picha manabii wakuu sana wa Bwana kwenye mtandao. I went to him and I told him, Nilienda kwake na kumwambia, this face you see here, huu uso ambao unaona hapa, you accept their instruction, ukubali maagizo you yao, enter heaven. unaingia If mbinguni. you refuse, Iwapo you utakataa, will meet him in the tribulation, utakutana naye katika and he dhiki must judge you. na lazima akuhukumu. That is the truth. Hiyo ndo ukweli, You can't change it. hauwezi Then ubadilisha. change God also. Pia badilisha Mungu basi. Hallelujah. Haleluya. Can I continue? Je, naweza kuendelea? I want us to go. Read in Swahili so that we finish. Ufunuo mlango wa 6 mstari wa 15. 16 now. 16 inasema, wakaita milima na miamba wakisema, tuangukieni mkatuficha na uso wake yeye aketie kwenye kiti cha enzi, na mkatuepushe na ghadhabu ya mwanakondoo. Verse 17. Mstari wa 17, kwa maana siku ile kuu ya ghadhabu yao imewadia. Je, ni nani awezaye kustahimili? Blessed people. Watu wabarikiwa. After the Old Testament in the book of Malachi, Baada ya Agano la Kale katika kitabu cha Malaki, it took 400 years. ilichukua miaka 400. And then the next most biblical event
happened the birth of the Messiah. Kisha tukio la kibibilia likatendeka, In the- kuzaliwa kwa In Masihi. the prophetic timeline of God, Katika wakati wa kinabii wa Mungu, majira ya kinabii ya Mungu, majira ya kinabii ya Mungu, God has placed specific events to mark his calendar. Mungu ameweka matukio fulani kuweza kugawanya hii kalenda. The next most important biblical event, Tukio la kibibilia ambalo linafuata, and even you can sense. Na If you hata- can't sense now, hata wewe unaweza kujua iko karibu. Iwapo huwezi jua, God right now, you see with your eyes. Mungu sasa hivi unaona na macho yako. Apart from what the two mega prophets are saying, soon there will be no church. Kando na kila ambacho manabii wakuu sana wa Bwana wamesema kwamba hivi karibuni hakutakuwa na kanisa. Soon you will not come to church. Hivi karibuni hamtakuja kanisani. Blessed people. Watu wabarikiwa. They have said severally, they have seen the church enter. Wameona mara kadhaa kanisa likiingia. And they have seen another church that fails to enter, rolling and gnashing her teeth. Na wameona kanisa lingine ambalo linakosa kuingia likibingiria na kusaga meno. These events, Haya matukio they must be fulfilled. lazima yatimie. Asante. Now, Sasa I want us now to go into the real judgments, and then Bishop Lynette will come to lead us into prayers. nataka tuingie katika zile hukumu kabisa, na kisha Askofu Lynette atakuja kutuongoza. The others, I'll just mention them. Zingine nitazitaja tu. I want us to know, Nataka tujue after the rapture, this generation will see. kabla ya unyakuzi hiki, After the rapture. baada ya unyakuzi hiki kizazi kitaona. If you fail to enter rapture, Iwapo utakosa kuingia katika unyakuzi, these are some of the judgments that will happen. hizi ni baadhi za hukumu ambazo zitatendeka. And I want you to know, Na nataka mjue, even as you have seen the mega prophets of the Lord prophesy the earthquakes, hata jinsi ambavyo umeona manabii wakuu sana wa Bwana wakitabiri kuhusu tetemeko za ardhi. let me tell you one thing. Wacha niwaambie kitu moja. There is a prophecy they gave about bees covering them. The bees covering their face. Kuna unabii ambao walipeana kuhusu nyuki zikiwafunika uso wao. And then they saw another like of them, meaning there are two. Kisha wakaona mwingine ambao anawafanana, kumaanisha ni wawili. Let me talk about the prophecy of bees covering their face everywhere, their chin. Wacha ninene kuhusu unabii ambao walisema nyuki zitawafunika uso wao. The mega prophets of the Lord, Manabii wakuu sana wa Bwana, they are the bearers, the implementers. wao ni wabebaji, wao ni wa kutimiliza. Let us clap to the Lord for that translation. Repeat again. Wao ni wabebaji, They wao are the bearers, wabebaji. ni wabebaji They are wa kutimiza, the ones who fulfill wale ambao wanatimiza the dreadful wrath of God. ghadhabu ya kutisha sana ya Mungu. Remember, after the rapture, Kumbuka baada ya unyakuzi, they remain. You go with Jesus. The mega prophets remain on the earth. nyinyi mnaenda na Yesu na manabii wakuu sana wa Bwana wanabaki duniani. And then they go to Israel, Na kisha wanaenda Israeli, where they will be for 7 years. Remember, from 1996, they were also in Israel for 7 years ambapo in their studies. ambapo watakuwa kwa miaka 7. Kumbuka mwaka 1996 forward, they were in Israel walikuwa Israeli for 7 years. kwa miaka 7. After the rapture, they go to Israel Baada ya unyakuzi wataenda to Israeli prepare the Messianic church. kuandaa kanisa la kimasihi, And from there, they will also execute na kutoka pale pia wataendeleza, the wrathful wrath of the Lamb. watatekeleza ile ghadhabu ya mwana kondoo. In fact, that is the reason the whole world will hate them and kill them in the streets of Jerusalem. Hata
Hata hivyo, hiyo ndo sababu dunia mzima itawachukia na kuwaua katika mitaa ya Yerusalemu. The whole of these waters, they will turn it will be red. Haya maji yote watayabadilisha yawe nyekundu. They will shut heavens the way they did in the Old Testament for 3.5 years. It will not rain even a dot. Watafunga mbingu kwa miaka 3.5 kama jinsi ambavyo walifanya katika Agano la Kale. Haitanyesha hata tone. If you have not been loving to fast, please, at that time you will be forced to fast. There will be no food. Iwapo haujakuwa unapenda kufunga, huo wakati utalazimika kufunga kwa sababu hakutakuwa na chakula. Let us fast now. Wacha tufunge sasa. All this is in the Bible. Haya yote yako katika Biblia. Are you able to read for me? Number 1, Revelation chapter 6, 5-6, there will be a global famine. You don't read? Revelation 6, 5-6, global famine. Ufunuo 6 mlango wa 5 hadi 6. Global famine. You can write. Number 2, there will be a quarter of the earth will be butchered. Revelation chapter 6 verse 8. Hebu soma verse 8 kwa Kiswahili. Ufunuo 6 mlango wa 8. mstari wa 8. Nikatazama, these things will befall this generation. I have to tell you, you make decision to stop sexual sin. Rehema. In fact, I need you here no kwa congregation and you are sleeping. Hallelujah. Hallelujah. Nikatazama na hapo mbele yangu alikuwepo farasi mwenye rangi ya kijivujivu. Yeye aliyempanda aliitwa Mauti, naye Kuzimu alikuwa akimfuata nyuma yake kwa karibu. Wakapewa mamlaka juu ya robo ya dunia, kuua kwa upanga, njaa, tauni na a quarter of the earth will be slaughtered. Robo ya dunia itachinjwa. In the corona 20 million people died, the earth stank. Katika wakati wa virusi vya corona watu milioni 20 walikufa na dunia ilikuwa inanuka uvundo. Remember now 2 billion people. Kumbuka sasa watu bilioni 2. Even if you have money, you have a shamba. Hata kama uko na pesa na uko na shamba. And there are dead bodies around. Na kuna wafu maiti wamejaa. Will you sleep? Je, utalala? I was telling a team yesterday night. Nilikuwa naambia kile kikundi usiku uliopita. For you to understand the severity of judgment and sin, go to the mortuaries. Kwako wewe kuelewa ule ukali wa hukumu, nenda katika hospitali na and go to the mortuaries. Mortuary. Hallelujah. Hallelujah. And I was asking, why are bodies stored naked in mortuaries? I asked, why? Na nilikuwa nauliza mbona miili zinahifadhiwa uchi katika makafani? Why are they placed looking upside, looking up like this and not like this? Mbona zinawekwa zikiwa zinatazama juu na sio upande? And if you go to the mortuary, it affects you, it affects the whole day. The whole day. Now there will be bodies all over. Ukienda makafani inakuathiri siku yote. 2 na billion sasa people. Itakuwa kila mahali. Watu 2 bilioni billion 2. people have died. Watu bilioni 2 wamekufa. Can you imagine? Unaweza kuazia. Let's prepare. Let's stop sexual sin. Wacha tujiandae, wacha tuachane na dhambi ya usherati. Revelation chapter 8 verse 7. Haraka. Ufunuo 8:7 inasema, malaika wa kwanza akaipiga tarumbeta yake, pakatokea mvua ya mawe na moto uliochanganyika na damu. Can you imagine? Mvua ya damu na moto. Navyo vikatupwa kwa nguvu juu ya nchi. You want to stay on that earth? You want the earth to confuse you? You are fighting for the things of the earth? That is what Isaiah is saying. It will be bare, useless. Soma. Na theluthi ya dunia ikateketea, theluthi ya miti ikateketea, na nyasi yote mbichi ikateketea. Verse 8. Mstari wa 8 inasema, malaika wa pili akaipiga tarumbeta yake, na kitu kama mlima mkubwa unaowaka moto kikatupwa baharini. Theluthi ya bahari ikawa damu. Verse 10. Mstari wa 10, malaika wa tatu akaipiga tarumbeta yake, na nyota kubwa iliyokuwa ikiwaka kama taa ikaanguka toka angani, ikaangukia theluthi ya mito na chemichemi za maji.
na chemichemi. Umefika mwisho. Mstari wa 11, nyota hiyo inaitwa uchungu. Okay, Revelation chapter 9 verse 3. Ufunuo 9:3 inasema, ndipo katika ule moshi wakatoka nzige wakaenda juu ya nchi, nao wakapewa nguvu kama zile za ngee wa duniani. Verse 4. Mstari wa 4, wakaambiwa wasidhuru nyasi ya nchi wala mmea wala mti wowote, bali wawadhuru tu wale watu ambao hawana muhuri wa Mungu kwenye vipaji vya nyuso zao. Normally eat grass. Nzige kila wakati hula nyasi. But God will use locusts. Lakini Mungu atatumia nzige, not to harm grass, sio kula nyasi, to punish people who will remain after the rapture. bali kuadhibu watu ambao watabaki baada ya unyakuzi. You still want to remain because of sexual lust? Je, bado unataka kubaki kwa sababu ya tamaa za usherati? The water, you love water. Even right now, I've seen people have asked for water. Water is life. Unapenda maji, hata naona sasa hivi watu wameulizia maji. Maji ni uzima. That water will be blood. Hayo maji yatakuwa damu. Can you imagine feeling the thirst of water and then it's only blood? Je, wazia kwamba unahisi kiu cha maji na kisha hayo maji ni damu? Can you imagine locust pinching, biting you very painfully? Believe Jesus. Hebu wazia tu nzige wakikuuma kwa uchungu sana. Hebu amini Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Did you read verse 5? Mstari wa 5, wakaruhusiwa kuwatesa kwa muda wa miezi 5. Kuwatesa, unateswa and then aukufi. Sijui kama go to hospital ministry, brethren. Hamuendi katika huduma ya hospitali? No, I'm saying go to hospital ministry. Nenda katika huduma ya hospitali. Then you will understand some things about us human beings. Kisha utaelewa vitu fulani kuhusu sisi wanadamu. Sometimes it is too painful. I was telling some people, you can undergo a lot of pain in the hospital. Wakati mwingine nilikuwa naambia watu, unaweza pitia uchungu mwingi sana hospitali. Whether it is the fractured bones, iwe ni mifupa ambayo imevunjika, whether it is a skin condition or cancer, iwe ni shida ya ngozi au saratani. then people feel pain until their mind, their head is like they are not normal. They feel like they are mad. Watu huhisi uchungu sana hadi akili zao zinakosa kuwa sawa. Unadhani ni wendazimu. The first thing doctors manage when you enter hospital is pain. Kitu cha kwanza ambacho madaktari wanashughulikia ukiingia hospitalini ni uchungu. Now, sasa the locusts have been told to torment you, to torture you. You feel pain and you can't die. Nzige sasa, and today we have a chance. Nzige sasa wameamrishwa kwamba wakutese, wakutie uchungu lakini haukufi. Endelea haraka haraka. Mstari wa 5. Uchungu. Even verse 6. Go to mpaka verse 6. Haraka haraka please. Wakaruhusiwa kuwatesa kwa muda wa miezi 5, lakini wasiwaue. Uchungu wa kuuma kwao ulikuwa kama ule wa mtu au mwapo na ngee. Katika siku hizo watu watatamani kifo. Watu watatafuta kifo lakini hawatakiona. Watatamani kufa lakini kifo kitawakimbia. Revelation chapter 11 verse 6. These two men, mega prophets. Revelation 11:6. Haraka haraka. Ufunuo 11:6. Biblia inasema, watu hawa wanao uwezo wa kufunga anga ili mvua isinyeshe wakati wote watakapokuwa wanatoa unabii wao. Nao watakuwa na uwezo wa kuyabadili maji kuwa damu na kuipiga dunia kwa kila aina ya mapigo mara kwa mara kama watakavyo. That is after the tribulation. Everybody in the tribulation must be judged by the mega prophets. Revelation chapter 13 verse 5. Ufunuo Yohana mlango wa 10. No, even verse 7 for purposes of time. Verse 7 haraka. Ufunuo Yohana mlango wa 13 mstari wa 7. Pia akaruhusiwa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya watu wa kila kabila, jamaa, lugha na taifa. Everybody will be overwhelmed by the Antichrist. Kila mtu atashindwa na mpinga Kristo. He will slaughter you. Atakuchinja. Do you know what God will be doing?
Je, unajua kile ambacho Mungu atakuwa anafanya? God will say, Mungu atasema, you refuse to listen to me. ulikataa kunisikiza. Now I subject you to my enemy. Listen to him. Let him conquer you. Sasa ninakutiisha kwa adui yangu. Sasa msikize, wacha akushinde. Let us not joke with God. Wacha tusifanye mzaha na Mungu. Revelation chapter 14 verse 10. Ufunuo Yohana 14 mstari wa 10. 10 and 11. 10 na 11. Yeye pia atakunywa mvinyo wa hasira kali ya Mungu ambayo hasira kali. God has been waiting in his long suffering. Mungu amekuwa akingoja katika uvumilivu wake wa muda mrefu. Repent. Tubuni. Repent. Tubuni. Prepare for rapture. Jiandae kwa ajili ya unyakuzi. On the day of rapture you are not ready. Katika siku ya unyakuzi wapo utakuwa tayari. And you know every time he sends you his messengers and message and you refuse. Na unajua kila wakati akiwatumia wajumbe na mkose kuatii. God has a cup of wrath. Mungu anacho kikombe cha ghadhabu. Every time it is filling and filling. Kila wakati anajaza na kujaza. When it will overflow, wakati itamiminika, he will pour it on the earth, those who remain. Ataimwaga duniani kwa wale ambao watabaki. This is what will be happening. Hiki ndicho ambacho kitakuwa kinatendeka. Read before we go to pray. I want us to pray. Yeye pia atakunywa mvinyo wa hasira kali ya Mungu ambayo imemiminwa katika kikombe cha ghadhabu yake pasipo kuchanganywa na maji. Naye atateswa kwa moto uwakao na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwanakondoo. Hata kama niko na haraka, let me comment this, Kyoge. Look at this. Tazama hii. You have been wanting the Messiah to save you. Umekuwa ukitaka Masia kuokoe. You have been coming, you say you are serving the Messiah. Umekuwa ukikuja ukisema unamtumikia Masihi. But sometimes you mix it with sin. Lakini wakati mwingine unachanganya na dhambi. If you remain Iwapo utabaki after the rapture, baada ya unyakuzi, when God is torturing, when the Messiah is torturing them, wakati Masihi anawatesa and the mega prophets of the Lord, na manabii wakuu sana wa the Bwana, Messiah will be dancing. Masihi atakuwa anacheza You are going, denzi. and he's dancing. No, feel it. Utakuwa unalia na yeye anasema kwamba Ifurahie. ihisi, ifurahie. Ifurahie. Enjoy it. Ifurahie. Ai. Because of pornography. Kwa sababu ya pornografia. Because of lies. Kwa sababu ya uongo. Because of stealing. Kwa sababu ya kuiba. Because of your wicked friends. Kwa sababu ya marafiki wako waovu. The Messiah will be dancing, Masihi enjoying. atakuwa anacheza denzi na furaha. And I say, oh, you rejected me. Anasema, oh, ulinikataa. Enjoy the fire. Furahia huo moto. Enjoy the scorpion. Furahia hizo ngee. Enjoy the suffering. Furahia hiyo kuteseka. And then he says it will be day and night. Na kisha nasema itakuwa mchana na usiku. In verse 11 he says there is no rest day. Na katika mstari wa 11 anasema hakuna kupumzika. Day and night. Mchana na usiku. Under torment. Ukiteseka. Right now there is nothing you can compare with it. Sasa hivi hakuna chochote ambacho unaweza kulinganisha Please nayo. let us persevere and let us persevere. These are just shallow things we are passing through. Hivyo basi wacha tuvumilie kwa sababu hivi ni vitu vyepesi ambavyo tunapitia tu. In the book of Revelation chapter 16 verse 8 to 9. Kitabu cha Ufunuo Yohana 16 mstari wa 8 na 9. You still want to go through that? Je, unataka bado kupitia hiyo? Can you read it? Malaika wa 4 akamimina bakuli lake kwenye jua, nalo likapewa nguvu za kuwaunguza watu kwa moto. Right now I'm seeing people are doing like this. Sasa hivi naona watu wakijipepeta. Coordinator anasema hii jua, make sure you enter. Hakikisha unaingia. The sun will be used to judge us. This is good sun. Jua litatumika kutuhukumu. Hii ni jua nzuri. Read that. Mstari wa 9. It will like be the, you take a hot iron. Ni kana kwamba uchukue chuma moto. Pasi moto. You take a hot iron box. Uchukue pasi moto. Put it on your face. Na uweke kwa uso wako. Or on your back. Au kwa mgongo wako. Or on your thigh. Au kwa paja lako. And leave it there. Na uiache pale. The sun will sear people. Jua litachoma watu.
You still want to go into that? Je, bado unataka kwenda kwa hiyo? Blessed people, Watu wabarikiwa. I want us to go into prayer now. Nataka twende kwa maombi sasa. Whom will God come to judge? Je, Mungu atakuja kuhukumu nani? If you look at the book of, I am paraphrasing so that we finish. Matthew, you can just put it for me, we will not read. Matthew 24:38. Mathayo 24:38. Matthew 24:38 it says, Mathayo 24:38. go back a little bit. The days of Noah, 37. Siku za As Nuhu. it was in the days of Noah, Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. he compares when the judgment will come, it will be like the days of Noah. Analinganisha wakati hukumu itakuja itakuwa kama siku za Nuhu. But if you go to the book of Genesis chapter 6 verse 7, we are not Lakini going wapo there. utaenda katika Go Mwanzo to 6:7. I want 38. If you go to Genesis chapter 6 verse 7, Iwapo utaenda katika Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 7. now church, I'm giving you instruction. We cried before Jesus. Sasa kanisa nawapatia maagizo tulie mbele za Bwana. If you are in the church Iwapo uko and kanisani you are in sin, na uko kwenye dhambi, that sin that was in the days of Noah will be judged. hiyo dhambi ambayo ilikuwa katika siku za Nuhu itahukumiwa. There is another class of people also Kuna kikundi fulani cha watu pia who are just living normal, ambao wanaishi tu kawaida, but they have not taken the preparation more seriously. lakini hawajachukulia kujiandaa kwa kumaanisha The normal life we are living, maisha ya kawaida ambayo we tunaishi. don't go for fellowships. Hatuendi katika shirika, You don't even preach to your neighbor. hata humhubiri jirani yako. You don't have a burden. You don't believe God is coming to burn this earth Hauna mzigo, hauamini kwamba Mungu anakuja kuchoma hii dunia, so that you can reach out and tell people, I believe Jesus is coming to judge us. Stop what we are ili doing. kwamba wafikie watu ya kwamba naamini Yesu anakuja kuhukumu watu. Wachana na kile ambacho unakifanya. That kind of lifestyle is also dangerous. Hiyo aina ya mtindo wa maisha ni hatari. By the way, Hata hivyo, I am coming to finish as I say. nakuja kumaliza wakati nasema Hallelujah. haleluya. Everything we do, Kila kitu ambacho tunakifanya God will put it under test, under judgment. Mungu ataiweka chini ya hukumu. The book of Obadiah chapter 1 verse 15. Kitabu cha Obadia 1:15. There is a danger in normal living. Kuna hatari katika kuishi kwa ukawaida. Now I'm giving you instruction as I bring Bishop Lynette. Sasa nawapatia maagizo wakati namleta Askofu Lynette. The book of Obadiah chapter 1 verse 15 it says, Kitabu cha Obadia 1:15 inasema, the day of the Lord is near for all nations. You will not hide. siku ya Bwana iko karibu kwa mataifa yote, hautajificha. As you have done, Jinsi ambavyo umefanya, whatever you do chochote ambacho unakifanya is what will bring judgment on you. ni kile ambacho kitaleta hukumu juu yako. Whatever your neighbor has done, Chochote ambacho jirani yako amefanya it will not affect you. haitakuathiri. Whatever your son has done, Chochote ambacho mwanao amefanya, that is what they have done. hicho ndicho ambacho amekifanya. What you do yourself Kila ambacho unafanya wewe mwenyewe, is the one, if it is sinful, it will bring judgment on you and you alone. iwapo ni ya dhambi, italeta hukumu kwako na wewe mwenyewe. As you have done, Jinsi ambavyo umefanya, it will be done to you. itafanyika kwako. Your deeds will return upon your own head. Matendo yako yatakurudia wewe mwenyewe kwa kichwa chako. The immorality we are doing secretly, Dhambi ya usherati ambayo tunafanya kwa siri, the pornography and the masturbation, pornografia na kupiga punyeto which nobody knows, ambayo hakuna anajua, that is what God is coming to judge. hicho ndicho Mungu anakuja kuhukumu. And in the book of Romans chapter 2 verse 6 also, Na kitabu cha Warumi 2:6, Romans chapter 2 verse 6, Warumi mlango wa 2 mstari wa 6. as I bring in now Bishop Lynette to come and lead us in that session of repentance, I want us to cry. Wakati namwita Askofu Lynette tuongoze katika toba, nataka tulie. Romans chapter 2 verse 6 he says, God will judge, Warumi mlango wa 2 mstari wa 6 inasema, God will repay each person according to what they have done. kwa maana Mungu atamlipa kila mtu sawasawa na matendo yake. To those who are persistent in doing good, seek glory Kwa wale ambao kwa kuvumilia katika kutenda mema and immortality, he will give eternal life. hutafuta utukufu, heshima na maisha yasiyoharibika. But those who are self-seeking and who reject the truth, who follow evil, Lakini kwa wale watafutao mambo yao wenyewe there will be wrath and anger.
kutakuwa na ghadhabu mwishowe. Revelation chapter 2 verse 23. I've finished now. Bishop Leonard can come. Ufunuo wa Yohana, Revelation 2:23. Ufunuo wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 23. I will strike her children dead. Revelation 2:23. Nami nitawaua watoto wake. Then all the churches will know that I am he who searcheth the hearts. Nayo makanisa yote yatajua kwamba mimi ndiye nichunguzaye mioyo And minds. na nia, And I will repay each person according to your deeds. na kwamba nitamlipa kila mmoja wenu kwa kadri ya matendo yake. Blessed people. Watu wabarikiwa. Sometimes you find the church has reached somewhere they are arguing a lot. Wakati mwingine unapata kanisa limefika mahali linabishana sana. They say, it is you who is in sin. It is me who... You point a finger at others, I point a finger at you. They are pointing each other fingers. Wanakonyezeana vidole akisema ni wewe uko kwenye dhambi, ni yule ako kwenye dhambi. Wanakonyezeana vidole. And they waste time on it and fail to check themselves. Na wanapoteza muda sana kwayo, wanasahau kujichunguza. Let me tell you. Wacha niwaambie. If you are quite sure you are doing the good, iwapo uko na uhakika kabisa unafanya mema, you should just relax and know God will reward you. Unafaa utulie na ujue ya kwamba Mungu atakuzawadi. There is no point sometimes of arguments and pointing fingers. It is you wanabishana wakitupiana maneno. Hakuna haja ya kubishana na kutupiana maneno. Ni wewe. Ni wewe. Ni wewe unipendi. Ni wewe unipendi. Ni wewe una chuki. Ni wewe una chuki. Ni wewe una moyo mbaya. Ni wewe una moyo mbaya. Ni wewe. God. Mungu is the fair judge. Yeye ndiye hakimu wa kweli. All of us are down here. Sisi sote tuko hapa chini. He will according to his what I have done. Me, not you. You will not do something and he put it on me. No. Hautafanya kitu na uniwekee mimi. I'll not do something and God puts it on you. Never. Sitafanya kitu na Mungu ailete kwako. Hapana. His name is Jehovah Hashofet. Jina lake ni Yehova Hashofet. The faithful judge. Yule hakimu mwaminifu. According to the good you have done, kulingana na mema ambayo umefanya, he will take you to heaven. Atakupeleka mbinguni. According to the bad the other has done, kulingana na mabaya ambayo yule mwingine amefanya, the other will remain. Yule mwingine atabaki. And face the judgment of God, not yours, not anybody's, not mine. Kumbana na hukumu ya Mungu, sio wewe, sio mimi. Blessed people. Watu wabarikiwa. I want you to check on yourself. Nataka ujichunguze. If you look at the earth now, iwapo utatazama dunia sasa, Bishop Leonard, Askofu Leonard, if you look at the earth kidogo tu, ukitazama dunia sasa, the earth, dunia, the people who will, the earth is like a big ship. Dunia ni kama meli kubwa. Inside here, ndani yake, there is the prostitutes, kunao makahaba, there are the drunkards, kunao walevi, there are the false religions, kunao dini za uongo, and they are pursuing very fast and with pride. If you look at the generation, you and I know it is ripe for judgment. Na wanaenda kwa kasi sana na kiburi. Unajua, ukitazama ulimwengu sasa utajua kwamba imeiva kwa ajili ya hukumu. Sometimes we are doing even unforgivable sin like blaspheming the Holy Spirit, blaspheming the two mega prophets of the Lord when they have dried up HIV. Wakati mwingine tunafanya dhambi ambazo haziwezi kusamehewa, kama vile kukufuru Roho Mtakatifu na manabii wake wakuu sana wa Bwana ambao wameponya ukimwi. One time I'll handle the levels of judgment. Wakati mwingine nitashughulikia viwango vya hukumu. Everybody who will be disobedient will remain. Kila mtu ambaye atakosa kutii atabaki. But their levels of judgment will be different. Lakini viwango vyao vya hukumu vitakuwa tofauti. I want to plead with the church. Nataka kusihi kanisa. Right now the mega prophets have said the world is like a big ship inside here. Sasa hivi manabii wakuu sana wa Bwana anasema dunia ni kama meli kubwa. And they are going very fast. Na wanaenda kwa mwendo kasi sana. If you look at the immorality of the girls, iwapo utatazama usherati wa wasichana, they used to show the chest, walikuwa wanaonyesha vifua vyao and the legs,
na miguu. Right now they have upscaled even the stomach they show Sasa you. hivi wamesonga kiwango kingine, wanaonyesha hata tumbo zao. And they don't care what it is. Na wajali chochote kile ambacho. Hallelujah. Hallelujah. They don't care. Hawajali. What you do, they don't care. Kila ambacho unafanya hawajali. You find the young boys, Unapata wale wavulana wadogo. they are stealing at you, and sometimes you are at the age of their father, even their grandfather. They slap you and they tell you, kwenda huko. Wanakuibia, na wakati mwingine wewe ni umri wa baba yao, babu yao, na wanakupiga kofi, wanakuambia kwenda huko. Wanakupiga kofi. Wanakupiga kofi. So you know the earth is ripe for judgment. Hivyo basi unajua kwamba dunia imeiva kwa ajili ya hukumu. You saw what has been happening in the media. Umeona kila ambacho kimekuwa kitendeka kwa mtandao. Blessed people. Watu wabarikiwa. The most painful thing which must make you and I wake up now. Kitu ambacho ni cha uchungu sana ambacho kinafaa kufanya wewe na mimi kuamka sasa. Can you imagine? Unaweza kuanzia. You are inside here Uko hapa ndani. with those immoral girls and prostitutes. Na hao wasichana washerati na makahaba. You have remained Umebaki. with the blackmailers of the Lord and the mega prophets. Na wapaka tope unabii wakuu sana wa Bwana na watumishi wake. You have remained with the false religion, those who didn't believe in Jesus. Umebaki na wana wa dini za uongo, wale ambao hawakuamini. And the judgment of God is coming also full speed. It is coming to hit the earth and the people inside here. Na hukumu ya Bwana inakuja kwa kasi pia zaidi, na inakuja kugonga watu wa dunia. I want to ask you one question. Nataka kuuliza swali moja. Can you imagine the wrath of the mega prophets and the wrath of the Lamb on the people who rejected and abused Jesus on the cross? Je, unaweza kuanzia ghadhabu ya manabii wakuu sana wa Bwana na ghadhabu ya mwanakondoo wa Mungu kwa watu wale ambao walimkataa Yesu msalabani? The ones who have blackmailed the mega prophets in the internet. Wale ambao wamepaka tope manabii wakuu sana wa Bwana katika mtandao. You know what they have sent there? Unajua kila ambacho wamesema pale. Can you imagine you being there, the same sword judging them, it is also judging you. Unaweza kuanzia ati upanga ule ule unaowahukumu pia unakuhukumu. What will we say? Je, utasema nini? Because we rebelled. Kwa sababu ulibaki. Because you never celebrated the miracles. Kwa sababu haukusherekea miujiza. Play that clip of their Pentecostal pastors in hell. Remember Mrs. Lot Kumbuka mke wa Lutu had the opportunity to hear the warning from the angels. alikuwa na nafasi ya kusikia onyo kutoka kwa malaika, But the world made her to remain. lakini ulimwengu ulimfanya abaki. Remember Judas Iscariot? Kumbuka Yuda Iskariote, Because of money, kwa sababu ya pesa he was close to Jesus. alikuwa karibu na Yesu. He saw Jesus feed 5,000 men from 2 fish and 5 loaves. Bwana pamoja na wale ambao wamemtukana sasa, Together with the people who have never received Jesus. pamoja na watu ambao hawajawahi kumpokea Yesu. I thought Niliwazia we should awaken each other tulipaswa kuamshana and repent. na kutubu. If it is sexual sin, we stop it. Iwapo ni dhambi ya usherati, tuachane nayo. If it is not going for home fellowships, we begin to go for home fellowship. Iwapo si kwenda katika ushirika, tuanze kwenda sasa. If it is coming late to church, we begin to come early. Iwapo ni kuja kuchelewa kanisani, tuanze kuja mapema. If you have a timetable, I miss this one, I got the other one, you come every Sunday, every Saturday. Iwapo una ratiba ya kwamba nakuja hii nakosa ile nyingine, sasa unaanza kuja kila Jumapili. The judgment of God is coming. Hukumu ya Bwana inakuja. The judgment of God. Bishop Lynette, welcome. Hukumu ya Bwana inakuja. Askofu Linet, karibu. But we have a chance today to run away from it Lakini leo tunao nafasi ya kukimbia kutoka kwayo by stopping sin. kwa kuachana na dhambi. Thank you. Contrast is too big to discuss. Hivyo hiyo tofauti ni kubwa kabisa hata kuijadili. It is not possible to convince you to go to heaven. It's not. It is obvious. Haiwezekani, wazi, ni moto wa jehanamu. Let me tell you something about hell. Wacheni niwaambie kitu kuhusu jehanamu. Hell Jehanamu has all people. ina watu wote. Hell has kings. Jehanamu ina wafalme. Hell has the mighty people.
Jehanamu ina watu mafahari It has kabisa, the generals, ina majenerali, the princesses. watoto wa wafalme. Hell has lawyers. Jehanamu Contrast is too big to discuss. hivyo, hiyo tofauti ni kubwa kabisa hata kuijadili. It is not possible to convince you to go to heaven. It's not. It is obvious. Haiwezekani kabisa kukushawishi wewe uende mbinguni, ni wazi hadharani. The hellfire Moto wa Jehanamu is hellfire. ni moto wa Jehanamu. Let me tell you something about hell. Wacheni niwaambie kitu kuhusu Jehanamu. Hell Jehanamu has all people. ina watu wote. Hell has kings. Jehanamu ina wafalme. Hell has the mighty people. Jehanamu ina watu mafahari It kabisa, has the generals, ina majenerali, the princesses. watoto wa wafalme. Hell has lawyers. Jehanamu ina mawakili, It has doctors. ina madaktari, It has widows. ina wajane, It has orphans. pia ina It mayatima, has single girls ina wasichana ambao ni waseja and single young men. na wavulana ambao ni Hell waseja. has engineers. Jehanamu ina wahandisi. There are billionaires in hell. Kunao mabilionea kule Jehanamu. Millionaires are there. Mamilionea wako huko, Atheists are there. wale makafiri wako huko, Christian Pentecostals are there. Wakristo Pentekoste wako huko, The evangelical Christians are there. Wakristo The Catholics are there. Wakatoliki wako The huko, SDAs are there. SDA wako huko, The Presbyterians are there. Presbyterians wako The huko, Muslims are there. Waislamu wako All huko, religions, Hindus are there. dini zote Wahindi wako huko. Hell never rejects anybody. Jehanamu kamwe haimkatii mtu yeyote. The Bible says it has opened his mouth. It is swallowing everybody. It accepts everybody. Biblia inasema kwamba imefungua kinywa chake, inameza kila mmoja, inakubali mtu yeyote. And lately hell has expanded her belly Na hivi majuzi Jehanamu imepanua tumbo lake, because he realized there are more people coming in. kwa sababu aligundua kwamba kuna watu wengi wanaoingia ndani. And hell Na Jehanamu never has enough of her food. Come She never gets satiation. She never eats to her satisfaction. She's never satisfied. Even if she takes 10,000 people today, tomorrow she's still hungry once more. kamwe kabisa Jehanamu haishibi kwa chakula chake. Hata kama itawameza watu 10,000 leo hii, kesho tena iko na njaa, inataka wengi zaidi. And that's why Ndio sababu I am saying ninasema that this is a beautiful moment ya kwamba huu ni wakati wa kupendeza in the history of the church katika historia ya kanisa, when the coming of the Messiah is being announced. wakati kuja kwa Masia kunatangazwa, When the Lord is saying wakati Bwana anasema that you need to prepare. ya kwamba mwahitaji kujiandaa.